Asilimia kubwa ya chakula unachokula kinaweza kuwa sababu ya wewe kupata maradhi ya presha ya damu, kisukari pamoja na changamoto za moyo. Asilimia kubwa iko hivyo kwa sababu vyakula vya wanga, vyakula vya sukari, vyakula vinavyotokana na mafuta ya mbegu huwa vinasababisha uvimbe kwenye mwili, na huo uvimbe ndio huwa unapelekea mtu kupata maradhi ya presha au changamoto za moyo au changamoto za kisukari. Sasa vyakula hivi ni kama vifuatavyo, nitavitaja na najua unavijua, lakini nikutajie kwa ajili ya kukuongezea maarifa. Chakula cha kwanza ambacho ni hatari sana ni chakula cha nafaka ama vyakula vya nafaka. Hapa tunaongelea mchele, tunaongelea vyakula vitokanavyo na ngano. Mchele, vyakula vitokanavyo na ngano, vyakula vitokanavyo na mahindi. Napozungumzia mchele na maanisha bidhaa zake zote, kwa maana ya wali, tunakula wali, pilau na bidhaa zote zinazotengenezwa na mchele ni hatari kwa afya yako. Lakini tunapozungumzia mahindi, maana yake tunazungumzia ugali, haijalishi ni ugali wa dona au ni ugali wa sembe, wote unatokana na mahindi. Lakini tukizungumzia ngano, tunazungumzia bidhaa zote zinazotokana na ngano. Tunazungumza hapa kuhusu masuala ya mkate, masuala ya keki, masuala ya chapati, masuala ya mandazi, masuala ya tambi. Hivi vyote ni vyakula vinavyotokana na ngano. Lakini aina ya pili ya vyakula, ukitoa vyakula vya nafaka, ni vyakula vya sukari, vyakula vya sukari, na hasa vile vyakula vyenye sukari nyingi, vyakula vyenye sukari nyingi. Hapa tunazungumzia matunda. Asilimia kubwa ndo yanawekwa kwenye kundi hili, kwa sababu kuna matunda yenye sukari nyingi na kuna matunda ambayo hayana sukari. Kwa hiyo yale matunda yenye sukari nyingi ndo hatari katika eneo hili. Lakini pia tunazungumzia vyanzo vingine vya sukari, kwa sababu kuna vyanzo vya asili vya sukari ambao tunaita sukari asili na sukari ambayo inatengenezwa viwandani. Na mara nyingi watu wengi wamekuwa wakidhani kwamba matumizi ya asali kwa mgonjwa wa kisukari ama presha ama uzito mkubwa ni mazuri kuliko matumizi ya sukari tunayoikoroga kwenye chai. Lakini sukari ni sukari tu. Sukari ni sukari. Mwili hauna njia ya kuweza kutofautisha kwamba hii ni sukari asili au ni sukari ambayo imetoka kiwandani. Mwili hauna hiyo tabia, yani mwili hauna hiyo tabia ya kutofautisha kwamba hii ni sukari inayotokana na soda, hii ni sukari inayotokana na fresh juice, hii ni sukari inayotokana na asali, hii ni sukari inayotokana sijui na kitu gani. Sukari yoyote ikiingia ndani ya mwili, mwili unaichakata kama sukari. Mwili unaichakata kama sukari. Na sukari ikishachakatwa ndani ya mwili inabadilika kuwa mafuta. Na hayo mafuta huwa hayana kazi yoyote ile ndani ya mwili, badala yake huwa yanaenda kutunzwa kwenye maeneo kama tumbo la chini, kwenye maeneo kama ini au maeneo, yani kwenye ndo matokeo tunapata kitambi, tunapata manyama uzembe, tunapata fatty liver na kadhalika. Kwa hiyo epuka kutumia sukari ya aina yoyote ile kama kweli umedhamiria kupona haya maradhi. Kumbuka hapa tunazungumzia tiba lishe, hatuzungumzii chakula kawaida. Tunazungumzia chakula kama dawa, unajitibu. Kwa hiyo kama umedhamiria kujitibu, kuna wakati unatakiwa uache vyakula fulani kwa lengo moja la wewe kupata uponyaji. Lakini vyakula vingine ambavyo ni hatari ni vyakula vitokanavyo na mafuta ya mbegu. Mafuta ya mbegu, mfano kwa hapa Tanzania tunatumia mafuta ya alizeti, na haya huwa nayazungumzia sana. Mafuta ya alizeti sio mazuri kwa mtu ambaye tayari ameshapata madhara ya presha, kisukari, changamoto za moyo ama changamoto za uzito mkubwa ama changamoto yoyote ile ya lishe. Badala yake tumia mafuta masafi.
Kwa hiyo hivi vyakula aina 3 unatakiwa kwa namna yoyote ile uepukane navyo: vyakula vya nafaka, vyakula vya sukari na vyakula vinavyotokana na mafuta ya mbegu, epukana navyo. Badala yake unaweza kutumia vyakula vya protini, unaweza kutumia vyakula vya mafuta, na unaweza kutumia vyakula vya nyuzi na madini mbalimbali. Hapa protini tunazungumzia vyakula kama nyama, vyakula kama samaki, vyakula kama mayai, kuna protini ya kutosha. Lakini kwenye mafuta pia tunaweza tukazungumzia nyama, kwa sababu nyama pia ina mafuta ndani mwake. Lakini pia samaki ina mafuta ndani mwake. Lakini pia mafuta tunaweza tukazungumzia matunda kama parachichi, yana mafuta mazuri sana, mafuta mazuri sana. Lakini pia vyakula kama mafuta mengine mazuri ni mafuta ya mzeituni, mafuta ya nazi, mafuta ya mawese, mafuta ya parachichi. Hayo yote ni mafuta mazuri. Mafuta ya wanyama, ambapo tuna mafuta ya nyama unaweza ukapata samli. Hayo yote ni mafuta mazuri. Lakini chakula kingine ambacho ni kizuri kwa afya yako na unaweza ukitumia kama tibalishe ni vyakula vya mboga za majani zote. Mboga za majani zote ni nzuri kwa ajili ya kuimarisha afya yako. Kwa hiyo unaweza ukazitumia kama tiba. Hope utakuwa umenielewa. Kwa leo niishie hapa, ila kama unahitaji elimu zaidi usisahau kusubscribe, usisahau kushare na usisahau kukomenti, kwa sababu wewe pia unahitaji kufanya huu ujumbe wafikie wengine zaidi, kwa ajili ya kuhakikisha elimu hii inawafikia watu wengi. Lakini itakusaidia kupata taarifa pale tutakapo upload video nyingine.